Kitu gani? Nimegundua mimi ni mdhaifu sana kwako. Kivipi? Yaani ulivyokuwa umeniudhi, nilikasirika sana. Nikasema safari hii sitokusamehe kirahisi. Lakini niko wapi? Usicheke. Nimegundua hii hali sio nzuri kabisa. Na naona mimi ndo nakupenda zaidi. Hamna bana. Mimi mwenyewe naona mimi ndo nakupenda zaidi kuliko unavyonipenda wewe. Sio kweli. Fikiria hata mara nyingi unapokuwa umenikosea. Mimi ndo huwa wa kwanza kujishusha tena. Lazima uitumikie adhabu. Kwa mateso uliokuwa unanipatia kipindi kile na kufukuzia kule Uswahilini kwenu. Mpaka nikakutana na yule rafiki yako Amina mshenzi yule. Subiri. Ulikuwa unifukuzie mimi. Ulikuwa unamfuata mpenzi wako Amina. Tangu lini Amina akawa mpenzi wangu mimi? Umesahau alivyokuwa anakupenda. Mpaka akawa anifanyia vitu. Mpaka nimelazwa nje. Kevi mimi umeanza kunitesa kitambo. Sio kweli. Wewe ndio ulikuwa unanitesa mimi. Kama kipindi kile usingekuwa na ubishi wako ningekupangia yasingetokea hayo yote mpaka naenda kukutana mimi na wewe Amina. La Amina alikuwa msumbufu. Hivi sasa hivi yuko wapi yule? Atakuwa ameolewa na rafiki yako James na anatarajia mtoto sasa hivi. Usinikumbushe kabisa habari za James. Yaani yule jamaa aliusaliti rafiki wetu kwa sababu ya mapenzi. Tena kwa mwanamke kama Amina. Kweli? Acha hizo wewe. Alikuwa mrembo. Wewe tu kumuona. Angekuwa mkeo mngeendana. Acha kuniongezea wanawake visebengo kama yule. Niliyopitia kwa Tina na nitosha. Kwa sasa wewe ndo mke wangu. Mwanzo mpaka mwisho. Yaani namaanisha mimi na wewe mpaka kaburini. Yaani kama kaburini watu wanaamka wanatembeleana, mimi na wewe tutakaa pamoja. Ulisema umechoka lakini nakuona una nguvu. Usijisahau hata wakati unafika ulisema umechoka.